ni mbegu inapandwa ndani yako wewe. Hapo wewe ndio unayesema mimi nitaomba maombi mpaka wokovu ni uone unaumbika kwenye mwili wangu. Kama kuna utisho walinena watu walionekana wana maisha fulani, mimi nitafanya ibada hayo maisha yaumbike juu yangu. Alimadamu wewe hicho kitu akifurukuti ndani yako, wokovu unaingia bado. Ujiangalie ama hatujioni, ama uzito wetu hauangalii kwenye wingi tulionao. Amen. Amen. Wanafunzi wa Yesu pamoja na uchache wao haukuondoa wao kuwa ni miongoni mwa watu wenye uzito. Ukisoma Matendo ya Mitume 5 mstari wa 13, maandiko yanasema, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Amen. Amen. Yako maisha hawa watu waliishi, yale maisha yaliwafanya watu wawe na uzito ambao jamii inaogopa kuambatana nao. Inasema, nyie ni watu wa aina gani? Mnatoa wapi ujasiri wa kupinga mabaya? Mnatoa wapi ujasiri wa kuongea haya? Lakini wale watu wanawaadhimisha, wanawashangaa, lakini hawaambatani nao. Amen. Amen. Kwa nini tunaabudu? Tunaabudu kwa sababu tunatafuta maisha yaliyo zaidi ya maisha. Amen. Dunia inavyotafsiri maisha, wako watu wanatafsiri maisha in terms of money, pesa ulizonazo, fedha ulizonazo, utajiri ulionao. Amen. Una mke, una mume, una watoto, aina ya mke, aina ya mume, watoto utakaokuwa nao, elimu ulionayo. Daudi anasema katika Zaburi, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi. Sisi tunalitaja jina la Bwana. Amen. Jina la Bwana ni nini? Jina la Bwana ni matendo yanayoweza kumleta mtu kwenye uzito kuliko wanaotaja magari, wanaotaja farasi. Magari na farasi ni vitu ambavyo watu wanavitegemea. Amen. Amen. Wako watu wanategemea utajiri, wako watu wanategemea elimu zao, wanategemea fedha, wanategemea wake zao, watoto wao. Hivyo ndio vitu wanavitazamia viwe heshima yao, viwe uzito wao, viwe sababu ya wao kutetemekewa. Amen. Amen. Usione watu wanatafuta vyeo mpaka wanaua watu, lengo ili akipata kile cheo awe anatetemekewa. Amen. Amen. Sisi kwa kulitaja jina la Bwana, mamlaka ile ile waitafutayo watu katika vitu vya maisha haya viharibikavyo, sisi tunaitafuta ndani ya Kristo. Amen. Na tunafahamu ndani ya Kristo inapatikana. Amen. Katika yeye Kristo hiyo mamlaka inapatikana. Amen. Ndio maana watu walio na fedha wanaweza akakuona mtu una fedha, ila hali ulizonazo wanakwambia, mtumishi, nikopeshe hela. Amen. Wakati hela hauna. Akili yao inakuwa inajua ili mtu awe na furaha kama ile lazima awe na hela. Kumbe wao hawajui kwamba ndani ya fedha wanachokitafuta hakimo. Kwa nini tunaabudu? Kwa nini tunaabudu? Kwa nini tunakuwa radhi kuendana na Biblia, kuna Biblia hata kama inakuwa ni kama ni njia fulani ambayo ina taabu? Kimsingi duniani hakuna mtu ambaye hataabiki. Amen. Amen. Hakuna ambaye hataabiki. Nani wanaotafuta hela wafikiri hataabiki? Wanakesha inawezekana kuliko hata wewe. Na sisi kwa matendo mema, kwa njia ya kumwabudu Mungu, kwa njia ya kuomba, tunatafuta kitu ambacho kinaweza kutuleta kwenye hadhi zaidi ya ile walionayo wanadamu. Amen. Amen. Na labda nikujulishe, hii Biblia ina maisha. Unaona maisha walioishi akina Elisha. Mfalme anamuita Elisha, anamwambia, baba yangu niwafanyeje hawa watu? Baba yangu. Hatusomi vitu kama story. Ni watu, kuna maisha unatakiwa uyaishi ili uende kwa huyo. Amen. Amen. Kuna namna unatakiwa unyenyekee kwa Mungu, ulipe gharama fulani ili uwe huyo. Sasa najaribu
kuongea kwamba sisi kikosi kazi, mimi niwapongeze kwa hatua ambazo mmeendelea nazo na kwa vile ambavyo mmeendelea kufungua moyo, kwa sababu mimi kuna wakati nakumbuka nilikuwa nasikiliza mahubiri ya mzee kule nyuma. Kuna siku moja mzee alikuja, na ilikuwa Jumamosi, mtumishi Dickson alikuja, Jumapili yake hakuja kanisani. Sasa mzee akaja akaniuliza mimi, huyu mtumishi ana shida gani? Nikamjibu nikamwambia hao ndio wale ambao wanakuja siku wakijisikia na siku wasipojisikia wale. Sijajua kama nilikuwa na dhambi kiasi gani kwa kujibu hilo. Lakini nataka nikujulishe, sisi kikosi kazi, moja kati ya kitu vigumu kukikuta kwetu ni kile cha yaani kukuchochea tu. Njoo kanisani utakuwa wa ajabu. Yaani wewe si ndio nataka unaona wewe ukija utakuwa nani? Amen. Ile kuchochea, njoo, unajua tutaanza kutema moto kesho. Kwa sababu kimsingi hatutaanza kesho wala kesho kutwa. Kuna siku nyingi sana unaweza kuona ni kama unaomba, ni kama hakuna kinachotokea. Lakini unaweza kuona unapita mtaani, kuna watu unakuta adabu yao juu yako imebadilika. Amen. Sijui ni binti, namna ambayo mabinti wengine wanachukuliwa, sijui ni hapo ni shuleni huko unasoma, unaona wanapowachukulia na wanapokuchukulia sio sawa. Na ni zoezi rahisi sana. Ili wasoma chuo, watu kama binti walikuwa hajui kabisa jina langu. Ulijua jina langu la nini wewe? Unashangaa tu mmepangwa ku discussion. Ndio sasa hivi huyu aliandikwa kwa jina, huyu ni nani? Sasa ndio mimi hapa 12080, sababu tulikuwa tunataja namba za usajili. 12080 ndio mimi hapa. Hapa ndio wewe. Bana, siwezi kukuona unaongea na mtu. Yaani unaishi maisha, ni dunia unaishi. Wewe kuongea na mtu tusalimiana naye mwanzo leo. Unataka nipige story na wewe, tuongee nini? Tujadili nini? Mimi na wewe tuna mambo gani ya kujadili? Tujadili nini? Paulo anasema kuna ushirika gani kati ya giza na nuru? Turudi hapo. Kwamba kimsingi mimi niwapongeza kwa mioyo mlionayo, kwa sababu kule nyuma sijajua sasa hivi kimewapata nini. Kule nyuma ilikuwa siku ya kija mtumishi Dickson, basi unajua huyu mtumishi nani? Mtumishi nani? Stefania hata kuja. Yaani walikuwa kama wanabadilishana. Sasa kimsingi mimi sio kama nilikuwa sioni, ila tu yaani sisi uongozi wa kanisa hatujaweka kwenye style yani ya kujaribu. Ndio mtumishi anasema mpaka kule tuko kwepo walikuwa wanakupigia simu, bwana leo haujaja mtumishi, shida ni kwa sehemu kubwa. Hata wale sio walikuwa wanataka uendelee vizuri sana na wokovu. Wokovu ni mbegu inapandwa ndani yako wewe. Hapo wewe ndio unayesema mimi nitaomba maombi mpaka wokovu ni uone unaumbika kwenye mwili wangu. Kama kuna utisho wanenonao watu walionekana wana maisha fulani, mimi nitafanya ibada hayo maisha yaumbike juu yangu. Alimadamu wewe hicho kitu akifurukuti ndani yako, wokovu hujaingia bado. Wokovu hujaingia bado. Wokovu gani? Wokovu unaokoka mpaka Shebasha kupigia simu, mtumishi leo mbona ibada nikaja? Hamna. Na kwenye maombi ya kila siku ndio nakupigia simu sasa. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kupigia simu kwenye maombi ya kila siku. Hakuna kupigia. Sasa ni kweli, si kwamba hatudhamini watu, ila kwa maisha tuliyokuwa nayo. Kwanza unakuta kama wewe mjomba wake Dickson si aende kanisani bila 50,000 sio 40. Ni maisha ambayo tayari mtu anakuwa na akili. Kumbe kanisani tunaenda ili kufilisika. Sitaenda. Sasa huyu mtu ana akili. Hata wewe akikuona tu unapiga sana simu, tumishi. Mimi ukweli kabisa huwa natamani sana wewe umpende Mungu wewe kama wewe. Amen. Wewe kama kozi, hata kwenye kongamano hili lililopita
hata kama Baba Dickson alikuwa anatoka, lakini wala watu wakiona familia yake walipokuja wamekaa hizo siku kwa nidhamu, unaona huyu mtu ni kama kuna kitu anawaza. Kwa sababu gani? Watu wanabeba watu na wanabeba familia zao, ndio wanaanza kwa waganga, wanazizindika huko, chale zinapigwa. Wewe siku ngapi tu kanisani wanachapa fimbo, kuna misumari au kuna nini? Bwana sio. Amen. Sasa bila niwaambie, hata leo kimsingi ni kweli nimekuja hapa baada ya Baba Dickson kuniambia bwana mpaka leo nitaka niwahi. Kwa hiyo mpaka nimefika ile saa 6 yani tayari nimeshapiga vita. Tayari nimechelewa. Yaani nataka niwahi ili nikifika naomba niunge sisi. Unajua sisi kama ushaisikia neno karakana. Unajua neno karakana lilikotokea? Neno karakana lilikotokea ilitokea wakati mzee alikuwa anahubiri masaa 5. Mtu anakaa kwenye kiti anasinzia, anaamka anakuta mahubiri yanaendelea. Kwa hiyo watu wakaanzisha neno kwamba ni karakana limewaka. Kwa hiyo ikawa ni karakana mpaka leo. Maombi yote tunaweza kuita karakana, mahubiri. Ila shughuli yote ya kiibada yani inayochukua muda mrefu ikianza, sisi tunasema tukaliwasha karakana, maana yake shughuli ikaanza. Sasa kuna namna ambayo, kwa mfano wengi wenu mmetoka kama Baba Dickson ametoka TAG. Kwa siku za mwanzo kwanza wengi ilikuwa nasumbua hata tu kule kuomba huko unatembea. Ili uonekane muombe ilibidi uzame. Yaani hapo ndio unakuwa kama ukizama bana siri. Sasa vyovyote vile si hatukupangia wewe, ukitaka kupiga magoti, ukitaka kulala, ila tukikuona umelala umesinzia tukitoa mtumishi, maombi yanaendelea huko. Sasa naje kuongea nini? Kuna vitu siku za mwanzo vilikuwa vinawasumbua. Najua hata kama msemi, lakini vilikuwa vinawasumbua. Kanisa gani? Ndio kama anasema wanaomba utafikiri kama sio ngoma tu. Vilikuwa vinawasumbua. Lakini inawezekana mlikuwa mngejua kwa nini hayo maombi tunaweka muda mrefu. Kwa nini hizo ibada tunaziweka muda mrefu? Kwa nini tunahubiriana muda mrefu? Amen. Sasa nataka tu niwajulishe kitu. Kwa sababu sisi kwa mfano nyie unaweza kaita ni kikosi kazi. Wangapi wana miongozo? Bona mwongozo? Ulikuwa na wangapi mmemaliza kusoma mwongozo? Yaani mwongozo umeusoma wote umemaliza? Umemaliza? Bwana sio. Amen. Wengine hamjaisoma? Umesoma? Mtumishi hapa. Umesoma? Uliosha mkono waliomaliza kusoma? Okay. Anyway, lakini nataka nikujulishe mwongozo ule ni summary. Yaani sisi tuna maisha mengi ambayo hayajaandikwa mle bila yamo. Amen. Yamo ni kanuni zetu. Ndio maana kwa mfano haya maisha tu kwa tunaomba, unaomba. Ukweli hatuamini kwamba kila anayeomba lazima awe anatembea. Ndio maana kitabu cha maombi machache tumesema ukikamata wingu, yaani hata wewe ukitaka kujifungia kwenye kona fulani, wewe jifungie. Kama tu unajua utakuwa umekamata wingu hapa, yani ni masana katika endelea. Ila haya maisha yote tunayofanya, tunayoishi ni kwa sababu ndani ya kuabudu kuna mtu namtafuta. Amen. Haya makanisa si kana kwamba hatujaona, tumeyaona. Ila tumeona aina ya maisha wanayoishi. Kuabudu wanakoabudu. Tembea Bwana. Tembea tuko katika jina la Yesu. Bwana tunakuomba utembee. Haleluya. Haya jamani, kwa Bethsaida ingie. Yaani ipo ibada tatu shangaa ibada imeshaisha. Wewe mwenyewe hujaelewa hata ilivyoendelea. Uliingia na shida zako, umetoka nazo. Yaani hatusemi kwamba kweli watu wote wanaingia kanisani wanatoka bila shida, lakini walau ujione nimetoka na shida, ila walau nimeongea naye sana Mungu kuhusu shida. Wala sio.
Nimeongea naye sana na natumai kesho nikija, inawezekana hii shida aidha ataiondoa ama itapungua sana. Bwana sio. Sasa najadili nini? Kwamba wanaoabudu yani kitendo cha kuabudu kimekosa thamani kwa sababu wanaoabudu ama tunaoabudu tumeshindwa kufunua thamani ya kuabudu. Sio, unaelewa? Yaani kwa mfano wewe una hela, ila ile hela umeshindwa kufunua thamani yake, inageuka kuwa karatasi. Kuabudu kimegeuka kuwa ni kitu cha kutaperia watu sadaka, cha kuambia watu njoo kanisani, toa fungu la 10, tegemeze mchungaji, mchango wa kitenge cha mchungaji, maji ya kunywa mchungaji. Kimegeuka kuwa ni kitu ambacho watu wanaonekana wanapatia maisha, lakini kuabudu kilitakiwa kiwe ni kitu ambacho watu wawe wanatoka wakiwa na nguvu na uwezo na mamlaka na mvuto kuliko yoyote asiabudu. Amen. Lakini mpaka mvuto huo, mamlaka hiyo, uwezo huo umetokea na umeumbika, ni mpaka wewe mwenyewe unayeabudu uwe umeingia kwenye maisha fulani, umeingia kwenye karakana, kwenye mashine inayokunoa na kukugeuza wewe kwa kiumbe mwingine. Bwana sio. Amen. Sasa nikawa nasema hata jana kwamba kwa nini watu kwanza huwa wanapenda kuja Kikosi Kazi? Kikosi Kazi ni kanisa ambalo tunaamini kwenye kuzidi. Amen. Amen. Kwenye kuzidi. Paulo sasa mimi nalifanya kuzidi kupita hao wote. Sisi tunaamini kwenye kuzidi, na mwongozo wetu kwenye Biblia ni Paulo. Yaani hata mchungaji Barikiwa anayempata ni Paulo. Kwa sisi tunaamini kwenye kuzidi. Wengine wanafanya ndio, wao ni mitume. Sisi tunanena kiwazimu ni zaidi. Wao ni waokoe. Yaani hoja ni kwamba katika kila jambo la unyenyekevu, la baraka, la neema, la kugusa mioyo na maisha ya watu, sisi tunaamini kwenye kuzidi. Amen. Ni kwa sababu hiyo tukiomba tunaomba. Amen. Tukiimba tunaimba. Hapa nimeona wengi hamuimbi. Bwana sio. Amen. Wengi hamuimbi, kwani niliweka viti yote mkao mnaenda nje ya viti. Ila wengi hamuimbi, sauti hazitoki. Yesu asifiwe. Amen. Sauti hazitoki, yani sauti hazisikiki. Kuimba, hautaki kuimba unakoroma, yani unaunguruma tu. Ndio maana nisema wangapi na tenzi hapa? Nisema kila mtu awe na tenzi. Tukiimba, alafu sio tu zinakuwa kwenye kitabu. Tunapoendelea kuimba unazihamisha zinakuwa kichwani. Bwana sio. Amen. Lakini unatakiwa kuimba, yani sauti tuwe tunaisikia. Unaona mimi kwangu hivi? Yaani mimi nikiimba tu kwangu peke yangu. Bwana twende. Bwana sehemu yangu. Rafiki yangu wewe. Katika safari yangu tatembea na wewe. Pamoja katika
kwa nguvu. Ukiabudu unaabudu kwa nguvu. Kila kitu kwa nguvu. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini kuna haja ya kutumia nguvu? Unajua nguvu ni ibada. Yaani watu kama vile wanavyo katika viuno kwenye disco ni sehemu ya ibada. Watu wacheza mpira huko, waonaje wacheza mpira akitoka jasho ameloa. Amen. Sasa kutumia nguvu ni sehemu ya ibada. Amen. Mungu anafurahishwa kuona wewe unatumia nguvu zako kumwabudu yeye. Amen. Anaona ni vizuri, ndio maana ikaandikwa haleluya, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni kwamba katika kumsifu Bwana na sauti yako pia, yani vyovyote unavyokuwa unaiona, ya kwamba sitakuwa mbaya. Siku moja Baba alikuwa ananiambia kwamba eti kuna watu hapa wakifika pale washiki mic kwa sababu sio, niliwaambia kimsingi kwanza mimi sikuwahi kataza mtu kuimba. Ila moja hata hapa nilikuwa nashangaa watu umeweka video mnaimbaga tenzi hapa. Mnaimbaga tenzi. Ndio. Mnaimbaga saa ngapi? Kwenye kitabu cha tenzi hizo tenzi ngapi humo ndani nazimba? Sawa, yani sasa hizo zinataja zinazojulikana hizo, hata mtu ambaye hajaokoka anazijua. Kama ni mstari, unajua usinipita hata mpagani anaweza kama toka kuzini, usinipita. Okay, I mean kwamba kuna baadhi ya tenzi ambazo hata mpagani cha kutumaini cha kutumaini ana kutoka kuzija. Anyway, lakini maana yake moja kwa moja ni kwamba hivi vitu viwe sehemu ya maisha yetu. Amen. Najua kama kanisani nilikotoka mjavizoea. Hamjazoea, sio kama hivi watu mara wanafika sehemu wanazima vyombo wanasema tunaimba hivi hivi bila vyombo. Hapo vyombo vipo. Mchungaji vipi bwana naye tumuelewe. Yaani vyombo, umeme upo, vyombo vipo, wanasema kimsingi yuko mtu. Tunajua mtu ana nguvu kuliko vifaa vya muziki. Amen. Na uzuri ibada mkiifanya kwa nguvu kuanzia nyewe wenyewe mnakuwa mnaifurahia. Amen. Mnakuwa mnaifurahia, yani mnakuwa mnaona hamasa, mnakuwa mnaona kuna haja ya kuendelea. Amen. Kumbe yani kitu kinageuka na ladha. Sasa katika yote hayo sisi tunayafanya kwa sura hiyo ili mtu aliyekusudiwa kwenye wokovu atokee. Amen. Nilikwambia asilimia kubwa ya maisha wanaoonekana nao Pentekoste, ni kweli sisi tunaoomba kila siku wanatuona kama yani kama vile si ni wapagani, lakini kwenye makanisa yao kuna upagani mwingi sana. Amen. Amen. Maombi ya kuomba mtu kila siku yanamfanya awe na uwezo, hata usipomhubiria sana dhambi, ndani yake kunafufuka, kunaanza kuiona dhambi kwa sura yake. Amen. Na kwa sababu hiyo anaanza kujitenga na dhambi yeye mwenyewe. Amen. Amen. Kwa sababu ni bonge la aibu kukuta ni mlokole, yani anaitwa ameokoka, sio ananena na marugha yale ya uongo. Tunaita tu ni ya uongo, hatukatai kunena kwa lugha, ila sehemu kubwa wanachokinena ni uongo. Mlokole ameokoka, lakini mwisho wa siku wanasema anazini. Bwana sio. Yeah. Okay, najaribu kuongea lengo la kuabudu kwetu. Sisi tunazidi kwa sababu huwezi kupata matokeo yaliyozidi kama usipozidi. Amen. Amen. Yaani maisha hayana upendeleo. Unataka kupata kingi, fanya kazi zaidi. Ndio maana wewe hapa ulipo, wewe hapa kama leo kuna kazi umeacha umekuja hapa, huu muda uliyemwacha ambaye bado anaendelea kuendesha kazi zake, hata kama kuna kazi umemwachia mtu, kuwepo wewe na kumwachia mtu amefanani. Amen. Amen. Kwa nini tumekuwa tayari hata kuachia watu au kuzifunga? Kwa sababu ndani ya kuabudu tuna imani kwamba yako maisha na kuhakikishia yako maisha. Amen. Yako maisha kwenye kuabudu huku
Unaweza kuwa kuna huduma fulani unatoa, watu wanasema sisi hatuendi kwingine, tunasubiri mpaka ufungue. Ndio. Yako maisha hauwagawii bure, wanatoa fedha, lakini wanaona wewe kuna vitu umezidi, wanaweza wakafanya wengine. Amen. Na kilichopo ni kwamba wanaokuja kikosi kazi, amen, nie yaani, kwa mfano kama Dickson kuulizwa wewe kikosi kazi, kwa nini ukuje kikosi kazi? Ulikuwa utafuta bwana, si ionekane nini maana ya ibada? Kwani walikuwa waabudu? Unachokiabudu wewe uelewi nini? Yaani choko uelewi kitu gani? Cha kwanza sisi tulivyokuwa kwanza nafika tu pale baadaye, cha kwanza kama mara kisha kuna kwa tatizo lilikuwa ni kuwepo kiongozi. Kumbe angekutoa tu kiongozi ungebaki. Nisingeendelea kubaki kwa namna ambayo sisi tunalivyokuwa na kwa sababu kama kiongozi na pia zaidi hata ushike unabingwa. Kwa hiyo kuna bwana si. Amen. Sasa sisi kimsingi kuna maisha tunaamua tushughulike nayo. Amen. Nakumbuka siku moja alipigaga Pastor Alex pale da, akawa anaanza kama kumkosoa mzee kwenye swala la michango. Sasa alikuwa anahubiri, yeye alikuwa ni kama mimi najua yeye alikuwa anajijua, ila alikuwa hajui kwamba mimi nilikuwa namchunguza, ila yeye alikuwa anajijua. Kwa akawa anasema, unajua bwana, unashangaa mtu anasema kanisa hili hatuna michango, lakini likitokea tukio anasema atakayesikia vizuri afanye. Kwanza tofauti kati ya kile ambacho sisi tunaweza kufanya na kinachofanya makanisani vina tofauti kubwa sana. Amen. Moja, sisi hatuweki kiasi na hatumdai mtu asipotoa. We akitoa sawa, asipotoa sawa. Sisi hata kitabu cha sadaka, kitabu cha sadaka kimekataza kutoa. Kitabu cha sadaka kimefundisha namna sahihi ya kutoa, na pili kimefundisha kutoa sio msingi wa Ukristo. Mtu anatakiwa kwanza afundishwe kumjua Mungu. Kutoa atatoa kama akiwa amebarikiwa, ameguswa na Mungu. Amen. Amen. Sasa najaribu kuongea hapa, sisi kuna vitu kanisani tumeamua tushughulike navyo. Tunakuwa tunaona mazingira ni dhaifu, kuna mambo yanaharibika, ile tumeamua tusishughulike na michango, kwa sababu moyo wa mwanadamu unapoanza kuuchomoa hela, pale mwanadamu anakuwa anakaa kanisani, anaanza kufikiria leo atanichomoa shilingi ngapi. Kwa hiyo ili tumuondoe kwenye mawazo, tumeamua lile wazo la kufikiria atanichomoa shilingi ngapi tulitoe kabisa. Awe akija ibadani hawazi kabisa kwamba leo atakuja kunichomoa. Lakini kwa bahati mbaya kwamba yale tu maombi tuliyoweka, eti ni Stefania, unasemaje? Siku za kwanza maombi ilikuwa na mali. Sasa wewe mtumishi, wewe uliokoka toka mwaka gani? Toka mwaka gani uliokoka? Mbina 16. Sasa toka 2016 kanisani kuja ilikuwa ni mwaka gani? Na sasa hiyo 25 ni mwaka jana, labda ni 20. Tufanye hiyo miaka karibu kama 9. Wewe ulikuwa uombe ulikuwa unaomba. Sasa kwa nini unaanza kama ngumu, yani ngumu wako unakuwa wapi? Ulikuwa muombe muda mrefu, kama kidogo tayari. Sasa ndio tunaongeza ndugu, kila kidogo tayari. Ngoja niwe nakula zaidi, nione kitokea nini.
Bwana mkosi, Bwana njaa, ngoja nione itatokea nini. Bwana nigeuze njaa, Bwana njaa, ngoja nione, katika jina la Yesu nigeuze Bwana, ngoja nione. Yaani tatizo linakuaje? Kwa nini akiwa mengi? Kwa nini akiwa mengi anapata tena tatizo? Tatizo linaanzia wapi? Eti mtumishi, Bwana sio. Kwanza jaribu kuongea nini? Kwani mtumishi wewe tuongee tule uhalisia. Wewe kwa kazi ulikuja ukipenda mwenyewe au tu kwa sababu mtumishi yeye alikuwa yaani alikuonyesha hata mahubiri watu wanavyoomba. Na mtumishi wewe mtumishi anasema ni kama alikuwa anakifuatilia. Ila ni kama wewe ulipokuja maombi ulikuwa umeshaanza kuomba. Au na wewe ulikuwa unaanza kuona ni mapi? Sikuanza kuomba, kitu cha kwanza nilikuwa na nia kabisa kwanza kabla sijaja pale kumpigia baba nitafuta namba. Ulimpigia baba gani mbea? Alikuwa gerezani mzee. Nikapiga simu kwenye namba hapa alipokea. Akanipaisha mashauri. Nimependa kile kilichokuwa kile. Sidhani kama hiyo namba alipokea mama. Aliongea kabisa mama. Yaani wewe ulikuwa mgeni. Sasa ukiwa mgeni sauti zetu zinafanana hata sura. Yaani mtu akija hapa mgeni anaweza kujua mimi ni wewe na wewe ni mimi, japo sisi tunatofautiana. Pale Geza mimi wengi tu wananifanishaga na Samueli na Bwamaka. Sasa wewe si ndio unauza viatu? Sasa mimi sijawahi. Kuna siku nikapita mtaani gani hizo. Mkao umeshaiva, mkao gani? Kumbe anamuulizia Samueli. Sasa unaona mimi na Samueli tunafanana? Mimi mweusi Samueli mweupe, lakini eti wananifanisha mimi na hii dunia basi watu wanaona. Kwa hiyo ina maana yule ambaye aliniambia kwa kuna mkaa sio wewe. Kabla sio mimi sishughuliki na mikaa. Kabisa hadi mtu anakugana na kabla hii dunia watu wanafanana. Na hata kuna watu wakiniona yeye ndio nakutana nao, kuna wengine labda wanaweza kufanisha na mtumishi Robert. Hivyo yaani siko kazi wengi. Ni vigumu sana mtu kutofautisha hasa akiwa mgeni. Amen. Hivi ninavyoongea hivi mimi watu wengi nimekula shikamoo za watu wanajua mimi mbarikiwa. Kuna wakati alikuwa anakuja dawa akaweka mtandaoni namba yangu. Wakawa wanajua ile namba ya mbarikiwa. Wakawa wanapiga shikamoo, marahaba, habari yako. Unaongea nao ukimaliza naambia mimi ni msaidizi wake. Kwa hiyo kama ulikuwa shida, unashangaa mtu anambia mimi nataka tu nimsalimie tu tunapiga story. Mbarikiwa sana mtu anapiga story na wewe. Lakini naongea nini? Unajua kwenye maisha hata Yesu alikuwa ameshafanana na Petro, ndio maana ilitakiwa ile mtofautishe. Yuda mwenyewe ilitakiwa akamruhusu kwanza Yesu. Lakini Petro alikuwa anafanana naye, ndio maana kwenye Yohana anasema walipoenda kumuuliza Petro akasema, "Wewe Petro, wewe sote tumekutana na wewe bustanini kule. Unatuambia hapo mjui?" Mimi simjui mtu huyo. Ila walikuwa wanafanana, wala sio. Pale Mbeya watu wengi wanamuonaga mtumishi Robert. Wanajua ni mbarikiwa. Na hata mzee alipofungwa mtumishi aliondoka. Sababu gani? Watu walikuwa wanajua ni yeye ndio kama mbarikiwa. Kwa hiyo akaanza kuwa anamuinda wakati yeye hata si clip nini atoaje. Ila hata maduka yake kuna watu wanajua kwa ni mbarikiwa. Wakati sio yeye. Okay, turudi hapa. Wewe kuna vitu ulivipenda ule hivi jamani, kama ikiimba inaimba kweli. Bwana si. Ikiimba. Mimi kuna siku moja nilikuwa nenda kununua kinanda cha studio. Nilienda wapi kule Mbezi kule Maramba mawili kule. Sasa kule nilipoenda, yeye jamaa alikuwa na studio, alikuwa MTG mmoja. Kama anauza kile kinanda. Mimi nienda na kompyuta yangu ili kutest. Kwa hiyo tukaanza test pale. Pale kaambia mimi producer ila siibaki sana. Sauti bwana utafikiri kama mbarikiwa. Nikaplay wimbo mmoja pale nilioimba. Akasema huu wimbo bwana una neema. Ameimba mbarikiwa. Nikasema nimeimba. Umeimba? Mbona hii sauti ya mbarikiwa? Kuna siku nyingine nitafuta producer mmoja huko Katoro huko Geita. Nitaka nifundishe vitu kwenye muziki. Sasa nikamwambia mimi wanapiga muziki lakini sio sana. Akasema hebu nitumie nyimbo zako baadhi. Nikamtumia wimbo Bwana usemi yangu. Akasema yaani uko lepo za mbali sana za kupiga muziki.
yaani uko level za mbali kweli, yaani afu mwenyewe asielewi. Unajua, kwa mfano mtu akiwa tuseme pambana na hela nyingi, ni watu wa nchi yake ndio wanamuona tajiri, yeye mwenyewe anajiona tu kama kawaida. Si unaona kwamba mimi nikiwa napita sehemu nikakuta Gaspar ananisalimia shikamoo, acha na Gaspar ni mdogo sana. Kuna vijana fulani, ni vijana unaona kijana anamsalimia shikamoo, anajiuliza nitakuwa mzee eti bado unakumbuka itakuwa kweli mzee. Unajua, yaani kwa sababu wewe unakuwa ujioni, wewe watu ndio wanakuona. Kwa hiyo wewe unakuwa ujioni, watu kwani wanasalimia nini? Lakini najaribu kuongea nini? Maisha tunaishi kwenye ibada. Haya maisha, yaani wewe kwa mfano, kuna watu hii kanisa watu wataendelea kuacha kwa sababu mbalimbali. Unasikia tu mtu anakwambia mimi sasa hivi sielewi mahubiri, kwa hiyo narudi kwenye kanisa na sana. Wewe rudi tu, sio tunaendelea. Amen. Na utakaporudi, si utakuta tuko kwenye miongoni mwa piki za juu, tunatafuta kuja upgrade zaidi, kuwa bora zaidi. Kama tulikuwa tunafunga na viminika, tunaanza kufunga na kapu. Wewe utaanza kuona kuna maeneo unatuona, kwa sababu mtu ni matokeo ya taabu. Unayekimbia taabu unakimbia matokeo bora. Amen. Kwa ukija kwenye maombi kama hivi, yaani wewe uwe kama ni kulia, lia sana. Hapo unasema yaani vinavyolia hivi ndio najiliniu, yaani kama ni nyoka bila navua gamba, akitoka pale anakuwa mpya. Amen. Huwezi kuwa mpya kama wewe unakuja kwenye ibada unaifanya kikubwa. Hivi vitu ni msingi wa mtu ambaye anaweza kuja kuitikisa dunia. Ni msingi wa mtu ambaye anaweza kuja kuongea tamko likawa linapaa kama upepo, linasimamisha nchi. Msingi wake Daudi anakuambia ilikuwa ni mbele za Bwana aliyenichagua mimi. Unapokuwa hapo ujana unaweka pembeni. Bwana si. Amen. Ujana unaweka pembeni. Mimi sijuagi, nakumbukaga tu kama ni kijana, nikikumbuka hapo bado sijaoa. Ndio nakumbuka bado ni kijana, lakini wengi bado nikipiga simu. Samahani mzee. Sema ndio, marahaba hizi nacheza gari nyingi sana. Hasa za kwenye simu. Nadhani sauti yangu hata unajuaga mzee wa miaka mingi sana. Bwana si. Amen. Lakini kuna haja wewe ungekuwa na utambulisho. Unaomba maombi hadi ongea yako inabadilika. Amen. Unaomba maombi, tembea yako kama ulikuwa unatembea kisera fulani hivi, si mzee sio anaingizanga mimi hata si eti mguu mmoja kama mrefu mwingine mfupi. Yaani hata kama ulikuwa unatembea kana kwamba ni mtu ambaye sijui ni bangi zimemjaa, unaomba maombi ya kutakase mpaka mwili viungo hivi. Unajua maombi ukiomba sana yani mambo yote yanageuka kuwa kama maji. Yaani hata chakula kinakuwa sio kitamu. Kama kuna staili fulani unapenda kuvaa, unapenda kutembea, vile vitu vyote fahari yake inapotea, inabakia fahari ya Kristo. Ukiomba, ukaongea mahali, ukaimba mahali, watu wanaona neema nyingi imefunika kuimba kwako. Amen. Ukweli kabisa. Kwa maana mimi nyimbo zangu nyingi ambazo wanaimba, huwa hata nikimsikia mtu anasikiliza huwa anashangaa, kwa sababu anaona sauti yenyewe inaparuza ni mbaya. Mashangaa mtu chuko anasikiza. Lakini kuna watu wanasema inawezekana, kwa sababu mwenyewe kuna wakati mwingine, siku nyingine neema ya Bwana ikinishikia, nikisikiliza ule wimbo ule na nikuta anachangamka, wimbo utakuwa upako eti hadi unanipiga upako mwenyewe, itakuwa kwa najaribu kuongea nini kwenye maisha ya imani. Tunavyotaka matokeo bora, nadhani kujulishe waone wote mtu huwezi kutikisa dunia, huwezi kuitikisa dunia ikiwa unaishi maisha sana raia. Bwana asifiwe. Amen.
Narudia tena, huwezi kuitikisa dunia ikiwa unaishi maisha zaidi ya raia, kama raia. Hebu wewe nikuulize swali. Wewe unataka kuna watu wakuige wewe kuishi? Bwana sio. Amen. Kuna watu wanataka wakuige wewe kuishi? Wewe una jambo gani bora kuwazidi wao mpaka wakuige wewe? Yaani unajua mpaka watu wanamuiga mtu na kwaje? Huyu mtu kuna maisha na kwa ameishi, amelipa gharama fulani. Unaona kama watu wanaoiga kuzisaka hela. Mtu ametafuta hela, amekuwa nazo, ndio watu wanaenda kusema hebu nifundishe na mimi kuwa na hela. Maana yake kuna kitu cha ziada extra anacho. Amen. Wewe ukitaka uongee usikilizwe, hata kwenye mitandao tu. Kwani wewe usikilizwe, una kitu cha ziada? Ndio nakuhakikishia. Una kitu cha ziada. Wewe unaomba maombi, toka na majibu ya watu. Unaona kama nilivyoandika kile kitabu cha maisha bila tangazo na. Kuna watu hadi Marekani wanakimbia kile kitabu. Lakini kile kitabu mimi sikiandika, nimeenda kusomea shule fulani Miguni. Hamna, ni shule unaingia kwenye maombi. Unayaomba, unaingia kwenye mfungo ya miaka mingi. Mimi toka naingia kwenye 2019. Nimeambia siku nilizokula mchana zinahesabika. Yaani siku nilizokula mchana kwa mwaka 20 hazifiki. Wakati ule nilikuwa siku yaani ukizoa Jumamosi ambazo nilikuwa nafunga Ijumaa kavu masaa 24. Jumamosi ndio nilikuwa nafungulia asubuhi. Basi siku nyingine zote ikiwemo hata na Jumapili sijawahi kula mchana. Kwa hiyo yaani kwa siku nyingi sana. Bwana sio. Wewe maisha yale unayoishi. Yesu alisema akienda siku zile Farisayo aliomba siku 2 tu, hizo siku zote. Unataka kuzidi. Tena sio unataka kuzidi kama saa 12. Unaenda unapiga 3 kavu, 5 kavu, 7 kavu. Yaani wewe siku moja inabidi utuambie Bwana, mimi Yesu amenitokea ameniambia njia ya kumng'oa pale Samia ni mimi, tena ameshanipa na mpako wa kwenda kumng'oa. Wewe unasema sasa hawa ndio viumbe tuko na hatari. Unafikiri watu utakuwa unahangaika kutafuta watu wa kufuatilia clip yako wewe? Wewe umemtoa mnuaji kwenye nchi, umemweka mtu mwema pale. Watu wanasema Bwana, kuna gwiji mmoja akiongea Bwana. Akiongea hii dunia inageuka hii. Usipogeuka wewe washabu wewe mkono kesho au mkinao wewe. Yaani wewe chukulia wewe ukiongea ukisema wewe unaewa watu wewe uliyekaa. Hicho cheo ukiachilie. Hicho cheo atakaa fulani. Usipotoka Ikulu hadi kesho asubuhi huo mkono wa mkinao. Akiamka kesho mkono ana. Hiyo clip nadhani kujulisha usalama anapatia sana vitu vyetu. Hiyo clip yako atampelekeza Bwana, kuna mtu hapa. Sasa hebu mkamateni mleteni. Unaenda kumwambia sasa, kama hujasikia hilo naambia tena. Kesho ukiwa bado hujachoka. Wewe hii Biblia hii kuna jambo moja alimwambia mfalme madhabahu itapasua pande mbili. Mfalme akasema mkamateni wale tabiri, anakuja sasa mkamateni. Mkono kaganda pale. Samahani mtu wa Mungu, naomba tu mkono wangu basi ulegee nirudi kawaida. Shika adabu yako. Bwana sio. Amen. Tunaongea nini? Tunaabudu kwa sababu ndani ya kuabudu. Yaani hatuabudu tukana kwamba Bwana tunataka umwili. Haya maneno yawe na mamlaka kwa sababu sisi ni miungu. Asili yetu, uwezo tulionao ni uwezo kamili wa Mungu. Na tunauabudu ni ili huo uwezo uumbike. Tunavyoimba. Ungetakiwa unaona hapa iko sura ya Kristo kamili inaumbika. Bwana sio. Amen. Ungetakiwa unaona hapa umwili. Wewe unaziona hata hisia zako. Mimi ndio nilikuwa natamani hisia zibadilike kabisa.
Ndio mimi ngoja niendelee. Mwili huu ukabadilika ukawa kitu cha ajabu. Bwana sio. Amen. Katika Kristo hivyo vitu vyote vimo. Kwa mimi nimwambia kwamba mahali panapohitaji kuomba, omba sio tu kwa sababu unaomba. Omba nizoesha wakati mwingine tanua mapafu. Unaona umechoka, umelala chini, unaona kama vile usikie unaingia, unainuka, unaanza kuzishindilia Yesu. Bwana sio. Amen. Yaani sauti mbili zibadilike. Wakati hapo watu wamekuita mtumishi kwa sababu wamesikia sauti yako. Bwana sio. Eti wanakuita hapa mtumishi wewe, kwani wanakuita hapa mtumishi huko unakokuwa huko polini. Wewe wanakujua kwa jina gani? Wanakujua kwa jina la Frida. Hilo sio jina la mtumishi. Yaani ili jina la Frida lifutike. Wao wanakujua tu mtumishi, yaani wasikujue tu Frida wa magauni marefu wakujua mtumishi. Wanakujuaje kwanza? Kimsingi wakati mwingine kwenye imani mimi nakumbuka nikiwa muhimbili. Yaani watu walikuwa hata kuniona, wakiniona tu jana wanaanza kuona kama jamaa. Kwa sababu nilikuwa ukivaa yani haieleweki, mimi napita na wewe. Na kuchapa njia kuja hapana huko sio huu ni upagani huu. Biblia inasema tuvae mavazi ya kusitiri. Wewe umevaaje hivi? Umevaaje hivi? Basi watu wanakuona yani wewe sui ni ukole na wapi yani. Yaani sui ni likolo ni fulani. Bwana sio. Lakini ukweli ukiwa unaishi maisha ambayo kwenye mazingira yako watu watakujua wewe umeokoka. Amen. Wewe umeokoka. Wewe unampenda Mungu. Ndio ukiwa mtu hata anaomba na biashara hebu njoo kwanza nikupige power. Kwa sababu unafikiri upako ni ajabu. Wote hapa kwa mfano mtaka kuponya, mnaweza kuponya. Sio kina mamposa. Ila tu watu mnajidharau, nipige power mimi. Wao wanaambia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa ndiko wote wanaopokea kwa uwezo. Wote ishara itaambatana na wao waaminio. Waliopokea hapo uwezo kupeleka kwa na Mungu. Marko 16:16 ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. Hiyo ndio kwa sababu kwa Yohana 1:12. Ishara itafanana na wao waaminio. Kwani wewe uamini? Kama unaamini piga upako. Unasambaza pale upako watu. Unawatoa mapepo. Watu wanasema takuwa huyu tunamchukulia tu kawaida. Bwana sio. Ninachojaribu kuongea kwa sehemu kubwa, kama kuna maisha uliyaona kwa mzee, uliyaona kwa mama, yale maisha yalifanikiwa. Mimi nafundisha sana ibada kwa sababu ibada ndio msingi. Wewe usipoikabili vizuri ibada utakuwa mwoga mpaka unakufa. Utakuwa mwoga mpaka unakufa. Mwoga, unaogopa kila mtu. Mama yako unamuogopa, shangazi yako unamuogopa, sijui kama ni mama yako unamuogopa, shemeji yako unamuogopa. Yaani wewe unaogopa kila mtu. Mtu akikwambia ni maombi hiyo ni maombi hiyo, ona hadi sauti inakuwa Sisi kwetu uzuri hatumtazami mtu kwa jinsi ya mwili. Amen. Uzuri sio sauti yako itakuwa ikitokaje. Uzuri ni neema ya Mungu, inaweza ikafunika mwili wako, mavazi yako na maisha yako kwa ujumla. Ndio maana wengine pamoja na ujana au tunapita na haya magunia. Leo mimi nimepita rangi 3 hapo na kwingine tunapita na haya magunia na hatushangai tukushangaa. Wao wanaenda kufundisha, tunaenda na haya mashamba dress haya mashamba dress. Kimsingi mimi kwa sasa hivi nguo nilizonazo yani haya mashati kama ya wazungu. Nina kama mawili na yenyewe wasiyavai. Na shati moja nyeusi na jingine ni shati lile la kichungaji lenye kola hapa. Labda tukapo naweza nikawa t-shirt ambazo kuna kazi nikana pale nje. Ila kila ninapotoka navaa hii nguo na sioni aibu. Kwa sababu hii siku moja nataka hii nguo watu wasema atakuwa ndo Elia Mtishi. Amevaaje wewe? Asa amevaa nguo fulani hivi. Ndo Elia Mtishi. Bwana sio.
kuna vazi linamtambulisha mtu mwenye tafakari ya kuwa na nguvu zaidi. Vazi. Ndio maana wale wanaoacha kikosi kazi anaanza kuyapinga hadi mavazi. Kwani mnavaa mnafanana? Wewe tusingefanana, tungekuwa waajabu na kuhakikishia wewe, hata kama ni majoo, kama hauna ukiweza kupambana uwe nayo. Tukiwa kwenye combat fulani, uwemo kwenye ile combat. Ukivaa hivi, yaani mama jo ni vazi, lina vijana mtaita vibe, yaani lina namna yake. Hata unapokuwa unaliombea maombi, hata naisha madress, yaani ile mifuko ile, au ukipiga na buti ile bwana, ni nguo fulani ya ajabu sana. Ukivaa hivi ukaanza kuendelea hivi kwenye maombi, unaona Bwana zinakubali. Sasa najaribu kukwambia, tunatumia nguvu kwa sababu ndani ya kuabudu tunaweza kukutana na uwezo na mamlaka kamili ya Mungu. Amen. Mimi binafsi nafurahishwa sana na nidhamu yenu, baada ya vitu ambavyo mnavifanya, hata kuwa mnakesha, hata kama sio kila siku. Leo ataweza labda kesho, vyovyote vile, lakini ni sehemu ya jitihada. Amen. Na nishaambia asiweko yeyote atakayeamini hali yoyote iliyo kwenye maisha yake ndio ilitakiwa iwe hivyo. Hapana, kwa sababu Kristo ni mambo yote katika yote ndani ya yote. Kristo ni zaidi ya kinachoweza kuonekana, fedha, mali, utajiri na vitu vingine vingi vya hapa na pale. Amen. Ni kwa sababu hiyo sisi tunaabudu, tunatafuta yote, yani vyote ndani ya kuabudu vimo. Huwa tunaimba tunasema anatosha. Kutosha maana yake ni kila aina ya uhitaji walionao wanadamu wanaotaja magari na farasi ndani ya kuabudu vimo. Amen. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wala hata sijaja kwa sababu labda Mariksoni alisema kwa nini watu wajaji. Mimi sija hapa kuhamasisha wewe na wako kuja ibadani. Kuja ibadani unatakiwa unaona ibadani unapata nini? Ibadani unapata nini? Ndio maana wakati mwingine tungetamani hata kama ni ibadani tuko tunaimba, mtu aimbe, mtu atoe sauti yake, sio kwa sababu tunamwambia inua sauti. Ile sauti yake ni ibada, ni ibada nje, na kwamba kuna watu wataisikia. Ni ibada, ni dhabihu ya kuteketezwa mbele za Bwana, kwamba Mungu uliniumba nayo hii ili nikuimbia wewe. Ni afadhali mwili wangu. Wewe unafikiri tunafanya hii nini? Tunafanya hivi hata hivi tukiongea kwa nguvu, mbavu zinauma, nini tunafanya hivi? Hii inaweza kumfunua Kristo ikiwa itakunjwa ipate kumtii Kristo, kwa sababu nia ya mwili ni mauti. Amen. Nia ya mwili ni mauti, nia ya mwili ni uharibifu. Mwili ili waweze kumtii Kristo. Wanafikiri maombi. Unaamini wewe kuna mtu fulani ni prayer machine, ni mashine fulani ya kuomba haiwezi kumaliza. Bwana siwe. Najua inawezekana baadhi yenu mlipofika kanisani tu za mwanzo mkao mnajiuliza, ni mashine za kuomba hizi, kwani kama hazinyamazi? Yesu asifiwe. Inawezekana mpo watu mliowahi kuwa na uswali au unajiuliza, ina maana hawachoki? Jibu ni tunachoka kama wanavyochoka, ila tumejifunza teknolojia ya kuendelea hata tukichoka. Kwa kuwa imeandikwa kwamba kwake mwenye haki kwa kwa sana akiomba kwa bidii ni kuendelea hata ukiwa umechoka. Ndio maana wewe ukiwa pambana unauza biashara, hujapata hela, umechoka, unaendelea, wanachukua hawachukui hata kuchukua kwenyewe, unaendelea tu kuimba.
Kwa nini unaendelea ukiwa hata umechoka, ili ulichokuwa unakitaka kitokee? Amen. Lakini nafikiri ukiacha kitatokea? Hakitokei. Kwa hasa kwa binti cha mtu, kuna mtu huwa hachoki. Huyo hayupo. Hivi kuna wakati unatoka kwenye ibada, unakuwa yani hata chakula kiwepo, hata kula kwenyewe unaona ni mateso. Yaani unaona ni mateso. Hata na unajua kuna watu mnadhani kutumia maiki ni starehe. Si ndio hivyo? Hakuna watu ambao mnadhani. Tukumbe siku moja uiombee masaa kama 3. Yaani uiombee tu. Baba. Kama ni unalia. Ukimaliza unaendelea. Tukupe wewe. Sio wazi kuombea baba. Tunakuja kunyang'anya. Hamna kitu wewe. Yaani wewe tushakupoteza, bora sio. Lakini unajua maombi, ukifanya hivi, ukajaribu zoezi la maombi yakikuharibu, yaani ukawa unayapenda, yaani ukawa mwili wako ukiomba maombi hivi ndio unachangamka. Maombi hata hautakuja uyaache. Yaani ukifika hatua ambayo maombi ukiyaomba unasikia. Juzi nilikuwa nipanda daladala, sasa kulikuwa kuna kipindi kinaendelea kwenye redio, wala watangazaji wakawa wanaulizana, hivyo kitu gani kikifanya unasikia raha? Mmoja akasema sikia kila chakula, akasema vitu vingi tu, nikiangalia movie. Mara akasema nikifanya mazoezi, mtangazaji, mazoezi na yenyewe ni raha. Akasema mimi nasikia raha nikifanya mazoezi. Lakini inawezekana alichokuwa anazungumzia yule mtangazaji sasa wale watangazaji wakaanza kupiga simu kwa wasikilizaji, wasema wanasikia raha wakifanyaje. Kuna msikilizaji mmoja akasema, mimi kwanza nasikia raha nikichelewa kuamka, nikiamka saa 4 hivi nikiamka saa 4 hivi, alafu nikishaamka nakaa kitandani nafikiria baadhi ya mambo. Alikuwa ni mdada, nafikiria baadhi ya mambo. Lakini pia kitu kingine ambacho nasikia raha, kuogelea. Huwa napenda kuogelea, kwa hiyo nikitoka hapo naenda kuogelea. Sasa wanaotangazaji wanasema yaani wanasikia raha kuamka saa 4. Huyu lazima atakuwa anachomoa hela za wanaume, kwa sababu anapoonekana hakuna kazi anafanya huyu, anakaa ni mbivu. Sasa wakaanza kusema hawa ndio wale wanaosema baby, nilikuwa na shida, ndio hawa wanachomoa hela za watu. Sasa tuko tunajaribu kujadili, wewe unasikia raha kufanya nini? Unajua, kwa mfano tuseme nini, wewe ukiwa unaimba ibadani unasikia vizuri, yani unasikia kububujika, unasikia shangilizo ndani yako, sababu utakuwa kufanya ibada hadi ibada inapoendelea. Wakati mwingine unasikia kucheka, yani kama ni maombi yanaombwa, unayaomba hadi kinachoendelea ndani yako unaona hii shughuli ni tamu sana, hii shughuli ni tamu sana. Bwana Mwokozi, Baba ongezeka tena. Yani unasikia raha ndani yako. Sasa maombi ukiona naomba hadi unanuna, basi ujue hiyo ni hatari. Yaani unanuna unataka kwani haishi. Hiyo ni hatari sana. Unatakiwa unaimba amen. Yaani baadaye hadi wewe mwenyewe unaona kabisa yaani hapa niko ulimwengu fulani hivi, hapa kuna connection fulani, mawimbi na download hapa. Vitu vya hatari sana, Bwana sio. Lakini wana kuhakikishia, huwezi ukasikia raha kama kuna maisha fulani ya kujiingiza kwenye ibada unajiingiza. Amen. Kwa sababu mpaka unaomba unasikia raha,
Kwanza unakuwa umepita kwenye kipindi ambacho mbavu zinauma, sauti inakata na kurusa, wewe unashikilia tu bwa bwa. Ukishaona mtu anaomba ujue, yani anajaribu kutafuta connection, tayari vitu vimeshagoma. Bwana sio sasa, mambo yakishagoma au ndio tunakuomba au uje mnakulala. Ukiona amegoma, kwanza tunapaza sauti, yes yes. Ukipaza hivyo raundi kama 10-20 hapo ndio ndio kuangalia sana leo. Bora kwa shida. Na mimi nilikuwa namwangalia simuelewi bwana haombi. Nikienda mimi nikirudi namwangalia nakuta mwenzangu huko tupale akaenda kuinao huko. Kwa hiyo mimi nilikuwa namsoma tu. Sasa wengine wanaomba. Kwa sababu mimi nikija pale kanisani leo nawakagua jamaa mara wanakuaga pale kama wamekuja kutusindikiza hivi. Kwa hiyo ninajaribu kusema maisha yoyote leo unaweza kuwa unamuona mtu. Kwa mfano, unajua kwenye maisha kuna watu wanaweza wakawa tuseme wanatamani vitu fulani vilivyo bila kuamini. Mimi kuna kijana mmoja wa Marekani kuna wakati aliniambia nimfundishe kinanda na vitu vya studio. Nikamwambia nilipe $100. $100 ni kama $270. Akanilipa nikamfundisha. Sasa yule kijana huwa anafuatilia, anafuatilia ibada, anafuatilia mahubiri, anafuatilia nyimbo zangu. Mimi kumbe sijui. Yaani ukipita kwenye siku moja nilikuwa napita kwenye Facebook status yake. Nikakuta amechukua wimbo Bwana usemi yangu ameweka background ya clip. Yaani clip ameweka chini. Unasikika nyuma ya clip. Nikaambia nyimbo zinasikizwa na watu wote. Mimi nikawa najua. Au kuna nyimbo nyingine mimi nimeimba nimeziweka kwenye simu. Yaani kwa maana ule wimbo ambao nilipiga mzee nilikuwa nimefunga ndani kwako Yesu. Ule wimbo mimi niliimba sikurusha na mtandao. Niliweka kwenye simu nikamtumianga Pastor Mongosi. Kwa sababu mimi na yeye wote waga ni wachungaji kwa watu tunaleana. Mimi naweza nikamwambia ninavyoendelea, yeye anaweza kaniambia ninavyoendelea. Nilimtumiaga yeye, sikutuma mtandaoni wala sijawahi kumtumia mtu mwingine. Nyimbo nyingine tunaimbaga yani ni siri za kujifurahisha. Ibada na maombi unazofanya ushawahi kusikia wewe. Watu na nyimbo nyingine yani ambazo hata nyingine tumeziweka tu studio ziko kwenye kompyuta wala sio. Lakini niwezacho kusema ni kwamba kwa kadri Mungu atakavyokupa neema, hata wengine ukioko hapa na wewe unataka kuimba siku moja, nivizie kwa sababu nina muda sana Jumamosi hapo. Naendelea kuweka sana tunazangu lakini nina muda Jumamosi. Na ukinivizia ukija naweza nikakurekodi wimbo. Nikiubahatisha lakini kwa sababu mimi mwenyewe ni producer wa kuimba. Sijui kama unafanya nikisikiliza itakuwa mimi najua eti. Mbona kama hivi nilipopiga vinaeleweka. Kwa hiyo wapendwa, kuna kitabu hapa. Kuna kitabu cha kila mmoja. Hao wote hapa kitabu.